Jamani, Bwana asifiwe. Praise the Lord, church. Bwana ni mwema. The Lord is good. Na wakati wote. All the time. Jamani, wangapi wana furaha asubuhi na mchana wa leo? Msalimie jirani yako. Wave and greet your neighbor. Mwambie habari za ibada. Ask him of the condition of our service today. Jamani, tumekuwa na siku njema. Brethren, you have been with a good day. Na pia tumekuwa na sabato njema. And from the genesis of this Sabbath, tunaendelea kumshangilia Bwana kwa namna ya pekee sana. We are still celebrating our Lord in a special way. Watu wa Nambala, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Of Nambala, I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Kama wewe una furaha, mwambie jirani yako kwa kutabasamu. If you are happy, please smile, talking to your neighbor. Hiyo ndio raha ya Sabato. That's the joy of the Sabbath. Na hakuna kingine kama Mungu amekitupatia mengi, nadhani tabasamu ni namba moja. God have bestowed in us so many things, but smile is one. Sunaona kuna jirani yako hakuwahi kutabasamu, lakini angalau There is probably amejitahidi. one of your neighbor who had never Jamani, Bwana awabariki sana. God bless you. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili, zaidi nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Beti la mwisho. Last stanza. Nataka nikae naye kwa mazungumzo matamu, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake, zaidi nifahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Baba wa mbinguni, our heavenly Father, zungumza nasi mchana wa leo. Speak to us this afternoon. Sema vile ulinavyotamani nasi kusikia katika mioyo yetu. Talk what you're yearning in your heart that we may hear. Katika jina la Yesu, amina. In Jesus' name, amen. Jamani, mchana wa leo, Brethren, this afternoon, kitabu kile cha Waefeso sura ya 2. reading the book of Ephesians chapter 2. Efeso sura ya 2 fungu la 8. Verse 8. Biblia inasomekaje? Msomaji anayeweza kutusomea? What does the Bible say? One reader who may read for us. Soma tukiwa hapo bila shida na maiki yako hapo. Anasemaje? What does he say? Waefeso 2 fungu la 8 na kuendelea, anasemaje?
Biblia inasema, The Inasemaje? Bible says, kwa maana mmeokolewa kwa neema, for by grace ye are saved through faith. kwa njia ya imani, Through faith. ambayo hiyo haikutokana na nafsi Not zenu, of yourself. ni kipawa cha It is a Mungu. gift of God. Fungu la 9, Verse 9. wala si kwa matendo, Not of works. mtu awaye yote asije akajisifu. And a man should boast. Fungu la 10, Verse 10. maana tu kazi yake, For we are his workmanship, tuliumbwa katika Kristo Yesu, created in Christ Jesus, tutende matendo mema unto good works, ambayo tokea awali Mungu God has made aliyatengeneza beforehand ordained, ili tuenende nayo. that we should walk in them. Jamani, Bwana asifiwe. Brethren, Biblia inasema ya kwamba the Bible says, ni ukweli ya kwamba tumeokolewa kwa nini? it's the truth Kwa that neema. we Swali accept by linabaki, faith. neema ni nini? What is grace? Tafsiri ziko nyingi, There are so many interpretations. ila kwa ibada ya leo toka na tafsiri hii. Now move out with this. Anasema neema ni upendo usio na masharti. Grace is unconditional love. Na fadhili ya Mungu kwa mwanadamu And the favor of God in humanity. ni zawadi ya bure It is a free gift ya wokovu na nguvu anayotoa Mungu, of power and grace, salvation that God is bestowing. si kwa matendo mema It is not through our good deeds au kwa juhudi zetu, or our labor, lakini neema hii but this grace tunaipata kupitia kwa dhabihu ya Yesu Kristo pale we msalabani. get it through the sacrifice of Christ on the cross. Ni wema wa upendo wa Mungu It is the goodness of God kwa mwanadamu na zawadi ya bure isiyostahili of wa humanity and the free gift that we do not deserve, zaidi katika wokovu that we get it in our salvation kupitia Yesu Kristo, through Christ, inayotuwezesha kuishi maisha ya ushindi, which enables us to live victorious life, kusamehewa dhambi to be forgiven of our sins, na kutenda mema. and to do good. Hiyo ndio maana halisi ya neema. This is the true meaning of grace. Mchana wa leo tutakuwa na somo linalosema, Our message today is entitled, inasema neema inayookoa. The Grace That Saves. Neema inayookoa The grace that saves. ni neema ya namna gani? What kind of grace this is? Neema tuliopewa na Bwana, The grace we are given by God. ambayo Bwana alitupatia kama zawadi ya bure. The one given to us freely. Ni zawadi ambayo tumepewa kwa njia ya msalaba. We are given it in terms of the cross. Lakini kwa sababu neema imetolewa bure, Because the grace is offered to us freely. hapo ndipo tunapoanza kuhesabiwa haki. There is when we are justified. Si kwa sababu ya matendo yetu mema, Not because of our good deeds. na si kwa sababu ya juhudi zetu sisi kuonekana ya kwamba tunajua kutenda mambo. But because of our labor that we know. Ni kwa upendo wa Mungu. It is through God's grace. Jamani, upendo wa Mungu unatubidisha. Brethren, the grace of God is quickening. Paulo anazungumza na Waefeso. He talks to the Ephesians. Paulo anawaambia Waefeso ya kwamba ninyi hamkustahili kuokolewa. Say you did not deserve to be saved. Na ni kweli kwamba hatukustahili kuokolewa isipokuwa tu ni neema ambayo sisi tulipata kwa njia ya imani. That we got through faith. Na akasema kwa sababu hiyo, And because of that he said, sisi si kwamba tulitenda matendo mema. not that we did good deeds. Mtu awaye yote, Anyone, mshiriki awaye yote, any church member, asijisifu kwa sababu ya kwamba ametenda mema, because he is doing good deeds. lakini akumbuke ya kwamba ni kwa neema tuliopewa bure. Remember that it is through grace that we Ndiyo are maana given mchana wa leo tunajifunza somo linalosema neema inayookoa. This afternoon we are learning of the grace that saves. Neema inayookoa ni neema ya Kristo msalabani. It is the grace of Christ
on the cross. Nyakati fulani kwa kutenda dhambi. At times when we sin. Nyakati fulani kwa mapungufu yetu. Yeah, because of our shortcomings. Nyakati fulani lakini katika maisha na namna ambavyo tunaishi katika maisha yetu. During our life for arena. Tukijitazama. When we look unto us. Tukijitafakari. When we contemplate about. Tunajiona kana kwamba hatustahili. We reflect and see as if we don't. Lakini ujumbe wa matumaini mchana wa leo unasema pamoja na madhaifu tuliokuwa nayo, regardless of the shortcomings we have, pamoja na mapungufu tuliokuwa nayo, regardless of the pitfalls we ipo have, neema inayotuokoa. there is a grace that saves Ni us. kweli ya kwamba tumetenda dhambi. It is true that we have erred. Yaani Kristo anapokutazama wewe, When Christ looks unto you, hatazami kama unavyojiona he wewe. does not look at you as the way you Jamani, look. Kristo anakuona wewe ni wa thamani, Christ sees and na kwa values. sababu ni wa thamani, Because you are valuable. akaamua kufa pale msalabani Decided to die on the cross. ili dhambi zako na dhambi zangu That your sins and mine, zipate kutakaswa kupitia kwa damu yake. they may be sanctified through his Ujumbe blood. wa mchana wa leo unasema, Message of this afternoon mzee says, wa kanisa pamoja na washiriki wote, elders and all church ya members, kwamba that sisi tu wa dhambi, we are sinners, pamoja na dhambi tulizozitenda, regardless of the sin committed. lakini bado kuna upendo wa Kristo. There is the love of Christ. Jamani, kuna upendo wa Kristo, There is the love of Christ. na kwa sababu ya upendo huo, Because of that Yesu love, anapotutazama, when Christ looks unto us, anatutazama kwa jicho la pili. he looks us Anasema ya kwamba ni kweli Elia ametenda dhambi, through that Elijah have sinned. ni kweli ameanguka, Yes, lakini ile neema inasema but the second message, pamoja na kuanguka kwake regardless of his ana nafasi ya pili. Bwana there asifiwe. is another chance. Na kwa sababu ako na nafasi ya pili, Because there is a second chance. atakapotubu tu And he will atahesabiwa haki. will be justified. Ni kweli watakatifu wa Bwana ambao tunaishi katika dunia hii, Oh, people of God who lives in tumetenda dhambi, we have sinned. hata nyakati fulani And at times hatustahili we do not deserve hata kukikaribia kiti cha enzi, even to nigh before the seat of throne. lakini neema, But the grace, ile neema that grace ndio ambayo is inatutia moyo encouraging na us kutusaidia and empowering us kukikaribia kiti cha enzi. to go closer to Bwana the asifiwe. seat of mercy. Ombi langu ni hili mchana wa leo, My message this afternoon, usikate tamaa. don't despair. Unajua hujanielewa, usikate tamaa. Don't despair. Bado ipo neema inafanya kazi. Still the Paulo grace. anasema ya kwamba, Paul says, anamwambia Tito, he tells Titus, nenda go, kazungumze na watu na watu, talk to people, waambie habari njema tell them good news, ya kwamba neema iokoayo tell them that the salvation that's inafanya kazi. Tito 2 fungu la 11. we read in Titus 2 verse 11. Tito 2:11 hadi fungu la 14. Paulo kuna kitu anakizungumza kwa Tito, namwambia kwamba unaenda na kutuma kama mzee wa kanisa, I'm sending you as an elder. ninakutuma Titus. kama kiongozi ndani ya kanisa. Sending you as a Ni leader. kweli washiriki wanapokutazama wewe It is wanapata ujumbe wa matumaini, they get a message na kwa of hope. sababu wewe ni kiongozi, You are a leader. nenda kawaambia habari njema Go and tell them the good ya news. kwamba ipo neema ambayo Bwana ametupatia, neema yokoayo. God have given you. Anasemaje msomaji? What does it say, reader? Tito 2 kuanzia Titus fungu la 2 verse 11. 11. Inasemaje? Kwa maana neema ya Mungu Anasema kwa maana neema ya Mungu imefunuliwa. Grace of God iwaokoayo hath wanadamu appeared wote to all men. imefunuliwa. Jamani, neema ambayo inaokoa na inayookoa maisha ya mwanadamu Bwana ameifunua. The grace have been appeared. Fungu la 12 anasemaje? Nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, Teaching us tupate to deny kuishi, ungodliness and worldly lusts. tupate kuishi kwa kiasi Should live soberly, na haki righteously, na utauwa and godly katika ulimwengu in huu wa this sasa. present world. Anasema neema ya Mungu imwokoayo mwanadamu. The
grace of God that brings salvation imefunuliwa. has appeared. Unajua huwezi ukasema amina maana ulihisi unaishi maisha ya dhambi. While still a sinner, you may not feel to say amen. Jamani, neema ya Mungu imwokoayo mwanadamu imefunuliwa. It has already appeared. Na kwa sababu imefunuliwa, because it has appeared, inatufundisha kutenda mema. it is teaching us to do good. Na inapotufundisha kutenda mema, it teaches us to do inatukataza kutenda ubaya. It is, Na akasema kama ndivyo ubaya, why that? Na kukataa kutenda na kuenenda katika tamaa za dunia. You reject all kind of worldly life. Neema inatufundisha kuishi kwa kiasi. It is teaching us to eat, to live Lakini si tu kwa kiasi peke yake, inatufundisha kuishi katika maisha ya haki. It is teaching us to live righteously. Lakini pia inatukumbusha kuishi maisha ya utauwa, maisha ya uchaji Mungu. Live godly life. Na ndio maana and thus, Paulo anapozungumza na Tito, when Paul talks to Titus, anamwambia Tito he talks to Titus ya kwamba that waambie watakatifu wa Bwana tell the righteousness of ya kwamba hii neema iliyofunuliwa this grace which has inahitaji appeared, mshiriki wa kanisa kuishi maisha ya utauwa. it requires church members to live. Maisha ya utauwa ni maisha ya namna gani? What kind of life this Maisha ya kuamka asubuhi na Bwana, you wake up early in the maisha ya kujifunza neno la Bwana, you read the word of maisha ambayo ndani yake imejawa na maombi. It involves prayer. Maisha hayo this life, anasema ya utauwa, godly life, inakuwa na mtazamo wa kuangalia wengine. Bwana asifiwe. You look unto other people's matters. Kuna mahali Paulo anasema kila moja asitafakari yeye mwenyewe, atafakari na mambo ya kina nani. There is a place where somebody says, don't think about your things only. Maisha ya kina nani? Think of other people's matters. Anasema kwamba pale nyumbani kwako, there at your home, pale katika familia yako, in your family, Bwana hii neema aliyofunua kwako, His grace appeared to you. Anahitaji jirani yako apate kuokolewa. Requires your neighbor to be saved. Inahitajika ya kwamba ndugu fulani pale njiani unapotembea au mahali unafanya kazi, mtu fulani aone neema ya Kristo inayookoa. See the grace of God. Wewe ni mfanyakazi, you are a helper. Idhihirishe neema ya Kristo kwa wafanyakazi wenzako. It should show the kind of workmanship. Wewe ni mkulima, you are a farmer, wewe ni mfanyabiashara, you are a business firm. Dhihirisha neema ya Bwana inayookoa. Show the grace of God. Wakati dunia inapokata tamaa, when the world is despairing, wakati wanadamu wanapokosa tumaini, when humanity is losing wanapokutazama wewe, when they look at you, ile neema ya Kristo iliyodhihirishwa kwako, that grace that watakapotazama wanadamu, when they will look unto you, wasema ya kwamba hakika bado kuna tumaini. Say there is hope still. Na akasema ya kwamba, but he says also, katika fungu la 15 anasema tukilitazamia tumaini lenye nini wapendwa? Expecting the blessed hope. Fungu la 13 Timotheo wa 2:13 anasemaje? Tukifanyaje? Kila mmoja asome, asema tukifanyaje? Expecting that hope. Tukilitazamia tumaini lenye baraka. That blessed hope. Na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu. The revelation of Christ Jesus. Mungu mkuu. Our great God. Na Mwokozi wetu. And our Savior. Jamani, Kristo amejifunua kwetu mchana wa leo. Christ have revealed himself to us. Yeye ni Mwokozi wa wanadamu. He is the Savior of humanity. Natamani kutie moyo mchana wa leo. Let me encourage you this afternoon. Pamoja na maisha unayoishi, even with the life you live, pamoja na namna unavyojihisi ulivyopungua, even with your consideration how feeble you are, bado Mungu ana upendo na maisha yako. God still loves you. Jamani, Bwana anakupenda. God loves you. Siku ya juzi kama sijasahau ni Jumatano kama sio Alhamisi hapo. It was a day before yesterday. I don't remember, it was Wednesday or Thursday. Wiki hii nilikuwa nimetoka hapo katika kuzungukia na kutembelea. I left here going to visit. Nilifika mahali. I reached a place. Nilikuwa natumia usafiri wa kawaida wa pikipiki. I was using riding my motorbike.
Wakati natembea njiani, while continuing, nilikuwa na mtoto wa ndugu yangu, I was with a child of my na wakati uncle. namsindikiza hapo shule ya Tasi hapo, When guiding him to Tasi, nikiwa njiani barabara ina mawe, along the way I found a rock road. nikiwa nahitaji kukwepa jiwe la upande huu na upande huu nipite salama, When passing by, mguu ukatumbukia katikati ya mawe. I stumbled. Na unafahamu mawe ya Arusha ni yale ambayo yamejikita chini, si ya kuwekwa. And you know those are sharp rock. Mguu ulipojikita chini na moyoni mwangu, That made me nilikasema tu, Yesu uniokoe. call for the help. Hiyo ndo neno la mwisho ambalo nalikumbuka nilitamka wakati natembea. That's what I said. I remember that was the what I remember. Na kale kabeki kalinibana, And you know that rock just hold me. ndipo nikaelewa nyama ya mtu ikibanwa kumbe huwa nayo inabinyikana ndani. You know, it just Bwana Bwana asifiwe. the meat of my. Yaani hapo ndipo nakumbuka niliposema Bwana uniokoe, yule mtoto That ambaye is when I nambeba recall asking for God's help. akaniambia, "Daddy, kulikoni?" Na unajua ukiwa na mtoto huwezi kusema umeumia. And that I was with that kid and they asked, Kama wewe ni "What is mzazi it?" nadhani unakumbuka haya mambo. And you know, I did not Maana respond tumaini lake liko kwako. showing the pain because this kid was expecting Sasa, hinging his hope to me. Akinitazama When he's looking at me, jasho linatoka I'm sweating na machozi yanatoka, and even tears, na wakati huo silii, but I'm not crying. lakini ninajihisi kutamani kukuna mguu, lakini imeshindikana. I want to start scratching my head, but it's not possible. Na mtoto anauliza, "Daddy, The kid is asking, "Dad, si angalau ushuke?" why not go down?" Na nikabaki kumpa tumaini, I continued with that. niko salama. I am okay. Na akinitazama, While looking at me, unajua baridi ipo Arusha, there is cold in Arusha. lakini nyakati fulani kuna kuwaga na joto. At times there is warmth. Tazama jirani yako, mwambie baridi ya leo isikutishe. And tell your neighbor, let this coldness not disturb you. Bwana asifiwe. Praise God. Na hii hata sasa wakati huo nakumbuka mamchungaji anaumwa, nimemwacha hapo ndani I remember that my wife was lying on the bed. na amepumzika na yuko kitandani. Sasa nawaza Is there resting on his hivi, bed. nikifika nyumbani namwelezaje? How am I going to manage when I'm back home? Na nikasema na nyamaza, maana kale kabreki Just ni say chuma, I'll keep quiet. na chuma ikagusa, na ilipobinya ikaenda mpaka kwenye mfupa. You know, I noted that the leg was injured. Nikafika pale Tasi, mwalimu akanipokea na ananiuliza nachechemea, mguu haukubali, jasho linatoka. Nikamwambia wala hata nahisi ni haka ka jacket ndiko kavaa kananipa joto. I started limping and I arrived at Tasi and the teacher is looking at me sweating, but na mtoto anasema I just encouraged mtoto him. anasema bamdogo ameumia mguu. He said, I see my dad is affected. Na mimi nikamtia moyo nikasema sio mguu umeumia, ni kwa sababu nimetembea muda mrefu. Bwana asifiwe. I simply told them it's not that I'm injured. Ndipo niliposhuka nikaenda hapa kwa mtumishi wa Mungu hapo, nesi hapo kwa Latifa hapo, nikamwambia mtu wa Mungu, hapa ninajisikia kwa namna fulani hivi, akanihudumia. Mtu wa Mungu ubarikiwe. Then I headed to be attended to Latifa and there was handled. Nikajifunza ya kwamba kumbe Kristo yeye peke yake atosha kutupatia tumaini. I learned that it is Christ himself. Na nyakati fulani tunakosa tumaini, lakini tukilitazamia tumaini lenye baraka kwa Kristo, that we should expect the blessed na hope. tukaamini ahadi za Kristo, And accept the promises of God. itatupatia ushindi. They will give us victory. Jamani, itatupatia They will ushindi. give us victory. Mchana wa leo This afternoon, usitazame mapungufu yako, don't look at your shortcomings. usitazame namna ambavyo ulivyo mdhambi, Don't look at the way you're a sinner.
Hebu jaribu kutazama neema ya Bwana inayookoa. You just look at the grace of God that saves. Hivi kama kuna mtu ananielewa, hebu nipungie mkono. If you understand, please wave. Bwana asifiwe. Praise God. Hebu jaribu kutafakari upendo wa Kristo katika maisha yako. You just think of the love of Christ in your life. Hivi unahisi bila upendo wa Kristo yani kusingekuwepo na upendo wa Kristo, unajua hata wewe leo usingekuwepo hapo. If it was not the love of Christ, probably you wouldn't be. Mungu anachukia dhambi. God abhors sin. Lakini anampenda mdhambi. But he loves a sinner. Mwambie jirani yako, Mungu anakupenda wewe ule mdhambi. Tell your neighbor that God loves you a sinner. Sasa inahitajika neema. It requires grace. Ile neema inapokuja kwako, when that grace comes to you, kubali kuishi maisha ya utauwa. Live godly life. Jamani, kubali kuishi maisha ya utauwa. Live godly life. Pendekezo langu mchana wa leo ni hili. My appeal to you this afternoon. Timotheo wa pili 1:10 anasema, naisoma mwenyewe. Timotheo wa pili 1:10. 2 Timothy 1:10. Anasema, the Bible says, mchana wa leo, katika wito wa mchana wa leo anasema, the appeal of this afternoon says, anasema, na sasa neema hii inadhihirishwa kwa kufundishwa kwake Mwokozi wetu, but it's now made manifest by the appearing of our Savior Jesus, aliye batili mauti na kufunua uzima na kuto kuharibika kwa ile Injili, who has abolished death and has brought life and immortality to light. Paulo anakazia kwa kusema, Paul continued to insist, saying, anasema neema imedhihirishwa, that the grace have made manifest. Lakini bado Paulo akianukuu maneno ya Yohana, while quoting the words of John, Yohana 1:16 na 17, John 1:16 and 17, anasema, he says, kwa kuwa katika utimilifu wake, in his completeness, sisi sote tulipokea na neema ya juu ya neema. Oh, we received the grace for grace. Kwa kuwa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa, for the law was given by Moses, neema na kweli zilikuja kwa njia ya Kristo. Came by Jesus Christ. Jamani, Bwana asifiwe sana. Praise God. Neema imekuja na Kristo. Grace came through Christ. Unajua hujanielewa vizuri. Neema imekuja na Kristo kumwokoa mdhambi. Grace came by Jesus to lakini sheria imekuja kwa mkono wa Musa. But the law came through Moses. Kristo alipoona mwanadamu kwa sheria hawezi akaokolewa, when God saw that through the law humanity cannot be saved, akaamua kuifunua neema yake. He decided to manifest his grace ili kuokoa mdhambi. To save a sinner. Wa leo, this afternoon, Yesu anakupenda. Christ loves you. Hata kwa hilo usiposema amina, even if you won't say amen, ila kumbuka unapotoka Yesu anakupenda. But remember when you get here that God loves you. Alikufa kwa ajili yako. That Jesus died for you. Na kwa sababu alikufa kwa ajili yako, because he died for you, damu yake iliyomwagika katika msalaba wa Kalvari, maana tulistahili kufa sisi, we deserve to die, lakini kwa sababu tu ya upendo wake, because decided to die on the ili wewe na mimi tuokolewe, that you and I we may be saved. Mchana wa leo, this afternoon, natamani kukuambia, I am yearning to tell you, usikate tamaa. don't despair.
Usikate tamaa. Don't despair. Bado Kristo yuko na wewe hata kuacha. Christ is with you. He will never leave Amesema you. tazama yeye ni mwokozi wa wanadamu wote. There he says he is the redeemer of Na humanity. amesema ya kwamba pamoja na dhambi ulizozitenda, They says even with the sin that you have na committed. pamoja na namna ulivyokuwa umeitukanisha jina la Bwana katika maisha yako hapo kabla, You made his name to be leo trampled tena upon. mchana wa leo anatamani urudi kwake. Today also he wants you to go back to him. Anasema, mwanangu, He said, my son, usiogope, don't fear. niko na wewe. I am with you. Anahitaji tu ukiri ndani ya moyo wako, He wants you to respond in your na heart. unapokubali kukiri ndani ya moyo wako, When you confess in your heart, yuko tayari kukusamehe. he's ready to Jamani, forgive. yuko tayari kukusamehe, Ready to forgive you. na yuko tayari kuanza maisha mapya na wewe. Ready to start afresh with you. Na ikiwa ndio ombi lako, If this is your desire, na ikiwa ndio hitaji lako, and if this is your need, na ndio matamanio yako, this is your desire, ya kwamba neema iliyofunuliwa kwetu, the grace that have appeared, to us, ninatamani kuishi kwa upendo wa Kristo, like to live godly life. natamani hiyo neema. I want you to begin. Kwa nini usisimame mchana wa leo? Why don't you stand this afternoon? Nataka nikae naye kwa mazungumzo matamu, nizidi kuwaonyesha wengine wokovu wake. Zaidi, zaidi nimfahamu Yesu, nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Tunapokwenda kuzungumza na Bwana mchana wa leo kwa njia ya maombi, We'll start talking to God through prayer. natamani nikukuambie tu neno hili. I'd like to tell you this. Acha kutafakari maisha yako ya hapo kabla. Don't consider your backward history. Hiyo tu neno hata sitamani kulirudia. Don't consider your backward life. Kwa nini tunakosa neema? Why do we fail to get grace? Tunajaribu kutafakari mtindo wetu wa maisha ya zamani. We just look at our previous lifestyle. Nikuombe I want to kwa appeal ajili ya to you. Bwana, For the sake of God. anza leo. Start today. Jamani, anza leo. Start today. Unajua, ukitafakari maisha ya zamani, When you contemplate your back history, ulivyoanguka dhambini, how you fall into sin, yatakutia hofu. they will make you despair. Yatakapokutia hofu, When they will inflict fear, utakosa namna ya kutembea na Bwana. you will fail to walk with Hata hivyo, But yanakutia tu wasiwasi, they are just making you yatakuumiza anxious. tu bure. They will dishearten. Achana nayo yaliyopita. Forget about it. Tazama, kwa ajili ya Bwana tumekuwa wapya. Look, through Christ we are new. Anza na Bwana leo. Start with Christ today. Usihesabu dhambi, Don't consider your usihesabu sins, ulipoanguka. how you err. Hesabu upendo wa Kristo ulipokuokoa katika Look dhambi at the ile. grace of God that saved Kama you. kuna mtu mchana wa leo anatamani ya kwamba yeye awe miongoni mwa wale ambao anatamani kuyatoa maisha yao kwa ajili ya ubatizo, Somebody who is yearning that he may send his life unto Christ. ya kwamba mimi sijawahi batizwa, natamani Wants sasa to be niyatoe maisha yangu kwa ajili ya Bwana, yearning to forward Christ in my na life. nimetambua ya kwamba ipo neema ya Bwana inayookoa hata kwa mdhambi. And I found that there is a grace of God that saves you. Na kama unahisi hujabatizwa bado, And if you feel you are not baptized still, natamani nikuombee mchana wa leo. I wish to ask you to Njoo huku mbele. come forward. Kama unahisi wewe hujawahi batizwa kwenye kanisa hili,
that you have not put your membership ila in this church. unatamani mchana wa leo tukuombee, You are yearning that we pray for you. njoo huko mbele tukuombee. Come forward that we may pray for you. Nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu, nizidi upendo wake, wokovu wake kamili. Kama hujabatizwa nikuombe, sogea mbele. If you are not baptized, come forward. Zaidi fahamu Yesu, njoo tu nijue upendo wake, wokovu wake kamili. Watakatifu wa Bwana mliosalia, People of God who are remaining, amini Mungu anajibu maombi. believe that God responds to prayer. Amini Mungu anasikia maombi yako. That He hears your prayer. Sisi tunapoomba, As we pray, wewe mwambie Bwana hitaji la moyo wako. you tell God the need of Nataka your heart. nikuhakikishie atalijibu. I want to assure you He responds. Tuombe. Shall we pray? Baba yetu na Mungu uketie mahali pa juu mbinguni, Our God who lives in heaven, mchana wa leo tumejifunza neema inayookoa. we have learned a gospel that saves. Nyakati fulani tulipotenda dhambi tulijihisi tumepungukiwa, For sure, when we sinned, we felt that we are wanting, na tukakata tamaa, and we despaired, na tukaamua kuwa mbali na uso wako, and we decided to be afar from kwa your sababu face. tulipojiona tukajiona ya kwamba tu wenye hatia. And when we felt that we have erred, Lakini kwa sababu ya ibada ya mchana wa leo, but because of the service ya of kwamba this, bado unatupenda, that you are still tungali tu wenye loving dhambi, us, though we are still sinners. tunakusihi kwa neema yako utupokee mchana wa leo. Beseech you to receive us this Tusamehe tulipokutenda dhambi. Bear with us of our iniquity. Ikiwa kuna dhambi itakayofanya maombi Sin yetu yasipate that kibali can machoni block pako, us to see your face. kubali kutusamehe mchana wa leo. Bear of us of that sin. Bwana unayejibu maombi, You God who responds to prayer, Bwana unayesikia maombi yetu, who hears our prayer, Bwana uliyekubali kusimama kwa ajili yetu. who is ready to stand. Yuko by mshiriki ambaye anahitaji la moyo wake na analiombea sasa hivi kimoyomoyo. Praying for his need quietly. Ninakusihi kwa neema yako, jibu hitaji lake sawa sana mapenzi yako. It is in need according to your will. Nakushukuru kwa sababu We thank you because kwa ajili ya hao marafiki watatu ambao wamejitoa mchana wa leo, who have submitted their life, ya kwamba bado they hawajabatizwa, are not yet baptized. ila siku moja wanatamani wabatizwe. One day they are yearning to be Na baptized. kusihi mchana wa leo, I beseech you this afternoon. wabatize kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. You baptize them fire. Wakumbatie chini ya mbawa zako. Just embrace them. Unapokumbatia chini ya mbawa zako, wasimamie mwenyewe You just take care. na wabarikiwe katika masomo yao, Bless them in their study. wabarikiwe katika kazi zao. Bless them into their Hata jobs. hivyo ulisema, But also you said, yeyote atakayenikiri mbele za watu, whoever is going to just confess wewe before me, utamkiri mbele za Baba. I will also Hawa confess. nakuomba Bwana wakiri mbele zako, Mungu wa I will mbinguni. also taste of him before Lakini God. Mungu wa mbinguni, But also God. watakatifu wako wa Nambala, These people of Nambala, watakatifu wako wanaotufuatilia kupitia mitandao ya kijamii, even the holy ones who are following us on, walio karibu na walio mbali, who are near and afar, ninakusihi kwa neema yako mchana wa leo, I beseech you for your grace. wakumbatie chini ya mbawa zako. Trust them Kama Bwana uishivyo, as you live, kama Bwana wewe unavyoishi katika namna unavyoishi na wanadamu, among people, unavyojua mahitaji ya wanadamu, the way you know the needs of men. ninakusihi kwa neema yako wapatie uponyaji katika mioyo yao, Oh, heal them in their heart. mioyo yao iliyokuwa na masononeko mengi. Oh,
of their hearts which were congested of. mioyo yao iliyokuwa imepondeka Their hearts. kwa sababu ya maumivu ya dunia hii, Because of the wiles of this. kwa sababu ya changamoto za familia zao, Challenges of their family. kwa sababu ya changamoto ya biashara zao, Challenges of their business. kwa sababu ya changamoto za kazi zao. The challenges of their work. Ninakusihi baada ya leo ikawe ni uponyaji katika mioyo yetu. Service of today be a blessing to them. Unapotuponya kimwili, When you heal us tuponye physically, pia na kiroho. heal us also spiritually. Lakini sivyo tu peke yake, But not only that, ninawakabidhi watakatifu wako. I submit them. Wafanya biashara wakabarikiwe katika biashara zao, People, let them be blessed. wakulima wakabarikiwe katika kazi zao za Farmers be kulima, blessed in their farm. wenye ajira wakabarikiwe katika ajira zao, Those who have employment, be wenye blessed in miradi their- zao miradi yao ikabarikiwe. Those who have projects, let their Tunapokwenda projects baada ya be ibada blessed. mchana wa leo na kuanza siku When ya we kwanza ya juma conclude hapo the baadaye, service and begin the first day, wiki hii ikawa ni wiki ya baraka kwa ajili ya let the mtazamaji mahali next fulani, week be a blessing to a certain hearer, ikawa ni wiki ya baraka kwa ajili ya mtu fulani. a blessing to a certain Kama man. kuna magonjwa ukayaponye kwa jina la Yesu. And ailment, let it be. Wacha neema yako ibaki mchana wa leo. Let your grace continue to abound. Mtazame Mwokozi usoni mwake mzuri, mambo ya dunia ugeuka, uso wake tukiuona, niwe nao uzuri wa Mwokozi, nazo huruma zake na usafi, Roho Mtakatifu anibadilishe, aonekane Yesu ndani yangu. Baba, tumeamua kujiachia kwako mchana wa leo, Father, we have decided to na submit unto you. tumeamua kusahau yaliyopita. Forget the past. Tumeamua kuanza nawe And to start afresh with you. katika jina la Yesu. In Jesus' name. Amina. Amen. Bwana Bwana awabariki sana. Naweza mkakaa God bless you. tukaona huko. Baadaye saa 10 tuwe na kipindi cha kujifunza pamoja. Then in the afternoon we'll have a session to learn with you. Mzee wa kanisa na kiongozi wa kwaya, Lead of the church and the lead of our choir. usisahau uimbaji. Don't forget to sing. Jamani, usisahau baadaye tutakuwa na kipindi cha uimbaji. We have also a singing session. Mimi uimbaji naupenda maana unatupatia uponyaji. I love to sing because I get healed. Kwa hiyo waimbaji, andaeni nyimbo 10 hapo baadaye. Bwana awabariki. You prepare around 10 songs, choruses.